Bwana Yesu atukuzwe, mtu wa Mungu. Natumai uko salama, nami nafurahi Mungu amenilinda hadi wakati kama huu. Pia anasema ni asante kwa sababu ni wakati mwingine kukutana na wewe. Ewe mtu wa Mungu, ningependa tu kuzungumza nawe mambo kadhaa ambayo yanafanyika katika maisha yetu, mambo ambayo yako katika ukawaida. Watu wengi wanaona katika ukawaida, lakini kwa nafsi yangu nikitazama kwa roho ya ulimwengu, katika ulimwengu wa kiroho, haya mambo si ya kawaida, sababu ni mambo ambayo yanaturudisha nyuma, ni mambo ambayo yanatukanyagia maisha, ni mambo ambayo yanazuia hatima yetu kusonga mbele, ni mambo ambayo yanatufanya tusionekane. Mambo haya ni gani, mtu wa Mungu ambayo unanisikiza? Nataka tujadili na wewe, mtu wa Mungu, madhara ya usharati au uzinifu. Madhara ya usharati ama uzinifu. Ukisoma Ezekieli 23 inazungumzia kuhusu madhara ya usharati. Kabla tusome hayo maandiko, nataka nikupe yale madhara, ndio nikupe maandiko haya. Ukisoma hata Isaya 47:8 utajisomea basi, kwa sababu tu ya muda ambao nitaka kuzungumza na wewe. Some Ezekieli 23 kuanzia tu hapo mwanzo ukielekea mpaka 16. Ukasome pia Methali 7:12 inazungumzia yule mwanamke ambaye alikuwa anapenda kuvaa mavazi ya kikahaba na kujipendekeza, kusimama kando ya geti kuita wanaume katika nyumba yake, kusema mwanaume yake amesafiri. Ukisoma Isaya pia 47 kuanzia 8 mpaka 15 inazungumzia madhara ya uzinifu, madhara ya usharati. Utasoma pia mwenyewe tu ukipata wakati, japo nataka nikueleze mambo haya na madhara yake. Madhara ya kwanza ni kwamba unakosa heshima kwa jamii na jamaa walioko karibu na wewe. Ukiwa msharati unakosa heshima kwa jamii, kwa ndugu, na maanisha kwa ndugu na jamaa zako, hata marafiki. Jambo la pili ni kwamba unakosa amani, unapata ubaya peke yake. Ni kwa sababu gani unapata ubaya peke yake? Wakati unafanya hii uzinifu, unakutana wanawake tofauti au unakutana wanaume tofauti ambayo wamebeba roho ndani mwao. Mnapokutana kimwili, unachukua roho yake, zile mizimu, zile roho ambayo amekuwa akitumikia, zile roho ziliko katika familia yake. Kama ni roho za umaskini, unaanza kukosa pesa. Unaona, kama ni roho za magonjwa ziko katika familia ya yule msichana au yule mwanamke au yule mume ama yule kijana, unaanza kupata magonjwa pasipo kujua umepata hizi magonjwa wapi. Kando na magonjwa ya zinaa, fine, lakini kuna zile magonjwa unajishtukisha tu wewe umelemewa na ugonjwa ambao usiofahamika. Pia unafarakana na wote uliozini nao. Kufarakana maanisha unakosana na wao, sababu leo umezini na huyu, leo umezini na yule, wakutana wote unasema umechiti, lakini unaanza kukosana na wao mmoja baada ya mwingine. Hakuna ambaye mpenzi au yule unayeshiriki naye usharati atadumu nawe katika mahusiano, sababu njia zako zimekuwa ni ya kula na kutoroka. Wewe ni eat and run, so unakosana na wao, kila mmoja wao unakosana, utakuwa na amani nao. Pia ya 4, unafarakana na roho wa Mungu. Kama ni mtumishi, kama ni msharati, unafarakana na roho wa Mungu, unaanza kukosana na Mungu. Mungu anza kushikisha ghadhabu juu ya maisha yako, anakunyima vitu zingine. Hizo nazo inabidi tuepukane naye kama watumishi wa Mungu, tuepukane na uzinifu na usharati. Pia utachukiwa. Ile roho ya kuchukiwa inakuja. Watu wanasema atatembea na huyu jamaa, njia zake ni mbaya, huyu mwanamke njia zake ni mbaya. Watu wanaanza kukuchukia tu ghafla, sababu zile roho ambazo umekutana nazo na kuzini, umefarakana nazo ni mingi. Zingine ni roho ya kukataliwa. Pia na wewe unaanza kukataliwa, unaanza kuchukiwa kwa ujinga, kama yule mwanamke nimekuambia katika Methali 7 hadi 12. Yule mwanamke alikuwa ni mjinga, alikuwa anakaribisha wanaume tu katika mwili wake. Pia utapoteza mali ama kazi. Unaona, unaanza kukosa tu kazi, unafutwa kazi, ujielewi ni nini. Kumbe ni zile roho ambayo umekuwa ukiishi nayo ukifanya uzinifu nazo ndio zimeinuka, roho ambazo ni ya ukauvu. Umekutana mwanamke hana kazi yake ni kuzini na wewe ndio unampea pesa, so anachukua ile pesa zako na wewe unabaki na ukauvu wake. Ile kusota kwake kutokuwa na pesa inabaki kwako, unaanza kukosa pesa. Mali zako unaanza kuziuza kwa sababu ya kufanya usharati. Hii yote inabidi
utazame sana katika maisha yako ni kipi kiko ndani yako. Kingine pia ni kwamba uzao wako pia utafanya uzinifu, kwa sababu apandacho mtu ndicho avunacho. Na maisha, tazama maisha mengi ni sisi tunaishi, mwanzo wazazi wetu waliishi. Kama mzazi alikuwa anakunywa pombe zaidi, pia utakuwa na pombe zaidi. Yaani ni bloodline uko ndani. Kama alikuwa ni msharati, vile vile tunazungumzia usharati, utakuwa msharati. Kama alikuwa polygamous, lazima pia utaachika mara 2 mara 3 ndipo utulie kwa ndoa yako. Huenda baba yako ama mama yako alitulia kwa ndoa ya 3 ama ya 4 ama ya 2. Vile vile hata wewe utatulia kwa ndoa ya 3, ya 2 ama ya 4, sababu ni bloodline ya wazazi wako. Hiyo kiko kwa damu. So inabidi pia uangalie sana. Na mikono yako ina damu ya uzinifu. So kama waombezi, kama sisi tunapoenda kukuombea, inastahili pia mchunguzi wa waombezi ambao wanaombea, mtu anaweza kukuombea uzinifu, akakutia mkono ya uzinifu. Ndoa yako ilikuwa na amani, ilikuwa tumfaragano kidogo tu ambao ungemaliza na mume wako, kaenda kwa mchungaji akamwambia niombee ndoa yangu. Hujui mchungaji ana roho gani. Pengine ana roho ile ya talaka, ana roho ya uzinifu, akakutia mikono na ukashikwa na uzinifu. Ukaanza kutoka katika nyumba yako nje, ukaanza kutoka katika ndoa yako. Ukashangaa, mbona mume wangu kageuka, mbona mke wangu kageuka? Kumbe ni zile mioyo ambao umewekewa. Pia utakuwa kama mganga ama mchawi, sababu utakuwa unaogopwa. Mambo yako itakuwa ni mabaya. Chochote ushikacho kina laana ya ile damu ya uzinifu. Mtu wa Mungu, tuepuke uzinifu na usharati. Tujiheshimu. Andiko linasema we need to be holy. So let us try to be holy. Sio kwamba mimi ambaye ninawazungumzia nanyi ama nawahubiria kwamba niko holy, hapana. Hata na mimi nahitaji mnaniombea, ninaombea neema itutoshe sisi wote tuishi kwa njia ya Bwana Yesu Kristo, ambaye anabadilisha mtu kutoka mavumbini na kumketisha katika kiti cha wafalme. Mtu wa Mungu, unapozingatia mambo kama haya, kutokuzifanya, utakuta uko katika mstari wa mbele. Usipofanya uzinifu, mali yako na kazi yako itasimama, ndoa yako itasimama, jamaa na jamii itakuheshimu, sababu unatembea katika mstari ya kujiheshimu kama mtoto wa Mungu, kama mtu anajielewa, kama mtu anataka mafanikio, kumjua Mungu. Pia ya mwisho ni kwamba Mungu hata kuona, hata kuangalia, hata kujua, sababu wewe umezini zaidi. Mtu wa Mungu, tujirekebishe, tupate maisha ambayo inafurahia mbele za Bwana. Barikiwa mtu wa Mungu, barikiwa. Na pia ningependa kuomba nawe ombi hili unapokamilisha kujiangalia na kujielewa. Mungu wangu akusaidie na Mungu wako akusaidie. Baba, nasema ni asante kwa sababu ya mtu huyu ambaye amenisikiza, mtu huyu ambaye ananitazama. Mungu wangu, naomba kibali kifunguke ndani ya maisha yake. Ondoa kinachomfanya asiwe katika njia zako, asitembee katika njia zako. Hiyo roho ya uzinifu aliyorithi kutoka kwa wazazi, Bwana Yesu, hiyo roho aliyorithi kutoka kwa wale ambao ameshiriki na wao tendo, ambaye amefanya nao usharati, na akemea kwa jina lako Yesu. Funga kila malango zao, haribu kila njia zao, teketeza hizo vifungu, awekwe huru kuanzia sasa. Na kuanzia leo, mtoto wa Mungu umekombolewa. Kuanzia leo, mtu wa Mungu, biashara yako imekombolewa kutoka kwa usharati, imekombolewa. Ndoa yako imekombolewa kutoka kwa usharati, kwa jina la Yesu Kristo wa Nazareti. Mtu wa Mungu, barikiwa. Amini tu na utatendewa na utabadilishwa. Amen. Amen. Barikiwa.